ndani yake mpate kulilisha kanisa lake Mungu. Kumbe mwenye uwezo wa kuwa na kanisa ni Mungu peke yake. Na ndio maana sisi tuko leo tunamwabudu Mungu aliye wa kweli, aliye wa pekee. Sema amen. Hebu jipigie makofi kwa kumwabudu Mungu aliye wa kweli, aliye wa pekee. Leo kuna watu wanaabudu Mungu watu. Leo watu wanaabudu Mungu mtu, kwa sababu wameenda makanisani, wamemkuta mchungaji anakaa mbele, mchungaji ndio anawaongoza, askofu ndio anawaongoza, mtume ndio anawaongoza, nabii ndio anawaongoza, na ndio maana unakuta wamewawekea viti mbele ili waongoze. Sisi tuna kiongozi mmoja tu. Yesu anazungumza katika ile Mathayo sura ya 23 mstari wa 7, msimuite mtu kiongozi duniani, maana kiongozi wenu ni mmoja tu, ambaye ndio Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ninyi nyote ni ndugu tu, na ndio maana sisi ni ndugu tulio katika Kristo Yesu. Umezaliwa na Mungu, ni mwanafunzi wa Yesu, ni ndugu uliyezaliwa kauone uzima wa milele. Sema amen. Nipungie mkono hewani na Mungu akubariki sana. Shika jirani yako mkono, mwambie halo ndugu yangu. Mwambie tena halo ndugu yangu. Huyo ndio ndugu yako. Kwenye mambo ya Mungu hakuna mkubwa wala mdogo. Kwenye mambo ya Mungu wote ni sawa. Sema amen. Akiokoka leo ni sawa. Akiokoka leo ni sawa na aliyeokoka miaka 1000. Ni sawa na mtu aliyeokoka miaka 15. Aliyeokoka leo ni sawa na mtu ambaye ameokoka, amekaa kwenye wokovu miaka 25, kwa sababu aliyeokoka leo ni mwana wa Mungu, na aliyeokoka miaka iliyopita ni mwana wa Mungu. Na Yesu atakapokuja, atakuja kuwachukua wana wa Mungu. Kwa Mungu hakuna mzee, kwa Mungu wote ni wana wa Mungu. Sema amen. Na ndio maana Yesu anasema kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale walioaminiwa jina lake, wanaofundishwa katika mapenzi yake, wanaoishi katika mapenzi yake, wanaotembea katika mapenzi yake, ni kwa sababu walionjeshwa habari ya ufalme wa Mungu. Hebu nipungie mkono hewani na